Kinga yetu pekee ipo katika kuomba kwa Mungu aliye Mungu muumbaji wa kila kitu. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Biblia na Maisha, sehemu ambayo mimi na wewe tutajifunza mambo ya kiroho na mambo ya maisha kwa ujumla wake. Mimi naitwa Judy, karibu tuombe. Baba yetu, tunakukaribisha tena, ukatupe Roho wako akatuongoze katika haya kwa Yesu Kristo, amina. Leo nimependa kuongea na wewe kwamba kinga yetu pekee ipo katika kuomba. Ipo katika maombi. Kwa nini kinga yetu pekee ipo katika maombi? Wakati huu tunaoishi ni wakati ambao ni mgumu, una mitego mingi na mishale mingi ya mwovu Shetani. Huenda kwa macho yetu tusione, lakini majumbani, katika familia, katika ndoa, watoto wetu mashuleni, waume zetu makazini, wake zetu makazini, manyumbani, wote tumekumbwa na vishawishi vingi sana ambavyo bila kuomba hatutapata kinga. Naweza kusema hivi, imefika hatua au imefika wakati wa sisi, wa wewe unayenitazama, kukusudia kwa makusudi kabisa kumcha Mungu. Nikutolee mfano mfupi tu. Mtu anapoamua kutoka kwenda kwa mganga ili kutafuta msaada, anakuwa amekusudia kabisa. Sio kwamba anakuwa ameshawishiwa na mtu au ni hata kama atakuwa ameshawishiwa, lakini moyoni mwake anakuwa amekusudia kwenda kwa mganga kutafuta msaada wa tatizo alilokuwa nalo. Sasa hicho ndicho ambacho mimi na wewe ambaye tunamcha Mungu tunatakiwa tukusudie kwa makusudi kabisa kumcha huyu Mungu wa mbinguni. Uwe unajisikia, unajisikia ukiamka asubuhi, soma neno la Mungu, omba. Unapoanza kazi, unapoanza siku yako, mtangulize Mungu. Katika biashara yako, katika familia yako, katika chochote kile unachokifanya, kusudia kwa lazima kutembea na Mungu. Unapomaliza siku yako, maliza na huyu Mungu. Kusudia. Usitake mpaka uko unajisikia hamu au unajisikia sasa hivi najisikia kuomba. Hapana, omba. Kama vile watu wa gizani wanapoenda kumtafuta mganga, kutafuta msaada kwa Shetani, wanakusudia tena kwa makusudi, wanafuata kabisa ile masharti yote wanaoambiwa wafuate. Ndivyo na sisi, ndivyo na wewe unavyotakiwa kukusudia. Usisubiri ukajisikia hamu ya kusali, sali. Usisubiri ukawa na muda wa kusoma neno la Mungu, soma. Kama vile ambavyo unaweza ukachezea simu yako muda ukachukua hata nusu saa ulisali nzima una scroll simu yako, ndivyo ambavyo unatakiwa uscroll neno la Mungu. Yaani ulitazame neno la Mungu katika simu yako. Na kama kuna Biblia, i-download kwa nayo kwenye simu, ili usipate kisingizio chochote cha kutokusoma. Umepata lunch, umepata break, chukua simu yako, fungua kwenye sehemu ya Biblia, soma, omba, jilazimishe, kwa sababu mitego ya mwovu Shetani ni mingi sana. Na Shetani anajua kabisa muda wake umekwisha. Kwa hiyo yupo mbioni, yupo kwenye mkakati wa kudanganya watu na kuwafanya watu watoke katika mtazamo malengo yao makuu ya kumtazama Kristo Bwana wao kama Mwokozi wao, na kuanza kutazama mambo mengine. Watu wamekaa mezani wanakula, badala ya kula wanatazama simu, wanatazama mitandao ya kijamii. Wazazi hawana muda tena na watoto wao, waume hawana muda na wake zao, wake hawana muda na waume zao. Upendo umepoa kama neno la Mungu lilivyosema. Kila mmoja anatamani kuwa maarufu, kila mmoja anatamani kufahamika, kila mmoja anatamani kuonekana yeye ni bora. Lakini umefanya nini katika kujenga mahusiano yako wewe na Muumba wako? Unasubiri ujisikie, unasubiri upate motisha ili kufanye uanze kuomba? Hapana.
Kama vile ambavyo hakuna mtu anakupa motisha kwenye kula chakula, ndivyo unatakiwa uwe na motisha wa kula chakula cha kiroho pia. Kama vile mna mtu yote anayekwambia hebu chukua sasa simu yako tazama, ndivyo hiyo hali. Kama kuna kisauti kinakwambia chukua simu yako tazama, basi kuwa na motisha wa kutazama neno la Mungu hivyo hivyo. Video hii hujaiona kwa bahati mbaya, ni makusudi. Kristo Mungu wako anaongea na wewe kwamba ni wakati sasa wa kurudisha mahusiano yako na Mungu wako. Haijalishi umetanga mbali kiasi gani, lakini utakaposikia neno hili, kama umepata nafasi ya kusikia neno hili, mpendwa, kinga yako, kinga yangu ipo katika kuomba na katika kusoma neno la Mungu. Sasa hivi watu wameamka wengi wakihubiri neno hili, lakini yote ni mitego tu ya muovu kupotosha. Wengine wanahubiri lakini lengo lao ni kujifaidisha. Sasa utajuaje kwamba hili ni neno halisia, hili linatoka kwa Mungu au hili linatoka kule muovu? Ni kwa wewe kujihusisha katika kuomba na pia kusoma neno. Usipende tu kusikiliza mpendwa. Soma maandiko. Soma. Kama umekuwa na uwezo wa kutazama movie nyingi, kama umekuwa na uwezo wa kusoma vitabu vingi, lakini hujasoma Biblia, unaelekea wapi? Na uzuri ni kwamba hakuna kuchelewa. Hata sasa, kwa sababu umesikia sauti hii, anza kujiwekea ratiba. Na kama ratiba unaona kwamba itakubana, basi anza kuwa na tabia kwamba ukipata nafasi, kabla hujaanza kuscroll katika mitandao ya kijamii, Instagram, YouTube, sijui wapi na wapi, TikTok, sijui wapi, tafuta Biblia yako ilipo, soma. Anza kusoma. Omba tu kwa maneno machache. Na kushukuru Mungu kwa kuwa pamoja nami. Na kushukuru kwa baraka hizi. Na kushukuru kwa nafasi. Omba, ongea na Muumba wako. Kusudia kwa lazima kumwabudu Mungu. Kusudia kwa lazima kumwakilisha Mungu hapo ulipo. Maisha haya yana muda wake, yatakwisha. Hujui lini maisha yako yanakwisha. Hujui lini muda wako wa kuishi hapa duniani unakwisha. Je, umefanyia kazi kile ambacho Mungu amekiweka ndani yako? Au unaishia kuishi tu na kuwa kopi ya mtu mwingine ambaye sio wewe? Asante sana kwa kunisikiliza. Mungu akapate kukubariki kupitia video hii fupi ya kukumbusha kwamba ni wakati wa kujikabidhi kwa Mungu kwa njia ya maombi, ili tuweze kupata kinga dhidi ya mishale ya mwovu shetani. Basi tuombe. Baba yetu, tunasema asante kwa kuongea pamoja nasi. Tunahitaji nguvu yako zaidi na zaidi, Baba wa rehema, maana peke yetu hatuwezi. Tuwezeshe katika kipindi hiki kigumu cha majaribu mengi sana, Mwokozi wetu. Tukasimame imara kama wale watu wa zamani, mababa wa zamani wa imani. Nasi leo tukasimame imara katika kipindi chetu. Tubariki, tukutanishe tena katika kipindi kingine. Jina Yesu Kristo, amina. Basi nakushukuru sana wewe ambaye unanitazama. Mungu akapate kukutia moyo, Mungu akapate kukutia nguvu, ukasimame kwa kukusudia kabisa kutembea pamoja na Mungu wako. Ukipenda video hii usisahau kulike, kushare, kucomment, lakini pia kusubscribe ili uweze kupata notification kila nitakapokuwa ninarusha video nzuri kama hizi. Asante sana. Mimi ninaitwa Judith. Tukutane katika kipindi kingine.